Yes, bana, mambo vipi mtazamaji wa MK Habari? Bana, natumaini uko poa kabisa. Niko hapa kuzungumza taarifa za kimchezo na burudani. Bana, unamfahamu mchezaji yeyote ambaye amewahi cheza kombe la dunia la vilabu? Jibu bila shaka ni hakuna. Lakini je, ni mchezaji gani atakuwa wa kwanza kucheza hili kombe la dunia la vilabu? Basi ukitafakari, ukijiuliza, jibu ni Suleiman Mwalimu Gomez, mchezaji huyu wa Wydad Athletic Club ya kule nchini Morocco. Kumbuka huyu amesajiliwa na Wydad akitokea pale Fountain Gate. Mchezaji huyu alikuwa ni mchezaji wa Singida Black Stars, lakini akiwa anaitumikia klabu ya Fountain Gate kwa mkopo. Bana, huyu mchezaji ndio atakuwa Mtanzania wa kwanza kucheza kombe la dunia la vilabu ambalo limebaki siku 57 pekee lianze kutimu ili haya mashindano yaanze kutimua vumbi. Hakuna mchezaji yoyote Mtanzania ambaye amewahi cheza haya mashindano, na Suleiman Mwalimu Gomez ndiye atakayekuwa mchezaji wa kwanza kabisa kuweza kucheza hili kombe. Kwa nini nimezungumza hivi? Bana, zimetembea picha zake nyingi kweli kweli zikionyesha mchezaji huyu amepiga picha na hilo kombe ambalo zimebaki siku 57 pekee lianze kutimua vumbi. Kumbuka Wydad watacheza na timu kama Manchester City. Kwa hiyo bana, Gomez atakuwa anachuana vikali kweli kweli na kina Haaland na kina Marmoush pamoja na wachezaji wengine kweli kweli, kina Ilkay Gundogan, kina Phil Foden. Bana, atakuwa nao ndani ya pitch kuhakikisha kwamba naye anaonyesha uwezo wake. Kwa hiyo ni mchezaji wa pekee ambaye ataweka records ama ataweka historia ya kipekee kuwa ni mchezaji wa kwanza kabisa kucheza haya mashindano ya kombe la dunia la vilabu. Kwa hiyo bana, Suleiman Mwalimu Gomez ndiye atakayekuwa Mtanzania wa kwanza endapo tu kama atafanikiwa kupata nafasi, kwa sababu Wydad Athletic Club ni miongoni mwa timu 4 ambazo zinatoka katika ile bara la Afrika na ndo zinashiriki kwenye haya mashindano ya kombe la dunia kwa ngazi za vilabu. Kwa hiyo bana, huenda kajiwekea rekodi ya kipekee, aidha kwa kufunga, aidha kwa kuassist, aidha hata kwa kucheza na wachezaji wakubwa ambao wanatokea katika mataifa makubwa. Kwa hiyo bana, soka la Tanzania linakoelekea ni kuzuri zaidi. Kama wachezaji kama hao wanatoka katika vilabu vya madaraja ya kati, wana move on, wanaenda kwenye club kama Wydad Athletic Club, wanaenda kushiriki tournament kubwa kama hizi, kwa sababu ni nadra sana kumuona mchezaji amecheza haya mashindano. Wamepita wachezaji wengi wakubwa sana wa Tanzania, Bwana Ali Samata, namzungumza Simon Epigod Msuva, akina Alpha Mrisho Ngasa, wamepita sana, lakini hakuna mchezaji yoyote yule mwenye profile kubwa ambaye amewahi cheza haya mashindano. Kwa hiyo bwana, Suleiman Gomez Mwalimu, bila kupita Simba, bila kupita Yanga, bila kupita Azam, huenda kafanya wonders kwenye klabu yake ya Wydad Athletic Club kule nchini Morocco, na kule bana yeye anacheza soka la kulipwa zaidi. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda wakajiwekea rekodi ya kipekee bila kupita katika mikono ya Simba, bila kupita katika mikono ya Young Africans, bila kupita katika mikono ya Azam, kwa sababu katika ardhi ya Tanzania tumezoea mchezaji ile angae kimataifa lazima pite Simba, lazima pite Yanga, ama lazima pite Azam. Kwa kuzungumza kina Samata wamepita Simba, ukizungumza Msuva amepita Yanga, ukiwazungumza kina Faridi Musa wameenda Spain, wamerudi, wamepita Azam. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kina Elasto Nyoni wameenda wapi, wamerudi, bado wote hao wamepita katika mikono ya Simba, Yanga pamoja na Azam. Labda ukiacha kina Novatus Dismas ambaye pia naye hakupita, lakini naye bado hajaweka records ya kuweza kucheza nini, ya kuweza kucheza hii kombe la dunia la vilabu. Kwa hiyo bana, huenda Suleiman Mwalimu Gomez akaweka record ya kipekee katika historia yake ya soka, na nitakuwa ni Mtanzania wa kwanza kuweza kucheza ligi ya kombe la dunia la vilabu. Bana, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment MK Habari.